na najua kwamba tumechoka ni style tu. Naona tuko mwishoni mwa kazi, lakini kimsingi kazi ni bado hatujamaliza. Vijana wangu, mna jambo gani la kusema kwenye hii shughuli ambayo tunaendelea nayo mpaka sasa? Nikianza na Mwalimu Arashi. Mwalimu Arashi, unasemaje katika hilo? Kwa hii shughuli inayoendelea, tunaendelea kumuomba Mwenyezi Mungu azidi kujalia uzima na baraka tele, ili tuendelee kurekodi nyimbo hizi zilizoko mbele yetu, zitimize, tufanye mambo mengine. Amina. Lakini kuna mpiga kinanda mmoja ambaye nota bado hazijakaa vizuri. Muhaya mmoja hivi anaitwa Niko. Anaitwa Niko na miwani yake, sio kama unaniona hivi, unaniona? Nakuona. Naomba useme jambo kwa ajili ya hiyo shughuli ambayo inaendelea. Unaonaje? Kwa shughuli inayoendelea, nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu. Ni shughuli nzuri sana kwa ajili ya kumtukuza Mwenyezi Mungu. Sisi sote inabidi tutiane moyo, tuweze kuifanya kwa moyo na kuimaliza vizuri kwa nyimbo ambazo zimebakia, ili tuweze kueneza Injili ya Mungu kwa watu wote kupitia uimbaji wa nyimbo takatifu. Amina. Na hapa eneo ambalo tunafanyia kazi sasa, tupo katika eneo la hospitali ya Consolata Ikonda. Mmeonaje mazingira wakati huu tunaendelea na shughuli hizi tunazozifanya mpaka sasa? Kiufupi, mazingira ya hapa ni mazuri na yanavutia. Ukiangalia kuanzia hospital yenyewe ni nzuri, inatoa huduma nzuri na watu wake ni wakarimu sana. Pia maeneo ya jiko yanavutia, vyoo vinavutia, ni visafi muda wote. Kwa hiyo vinafanya watu wanakuwa na hamasa ya kuja katika mazingira haya, kwa maana wanajua huduma za msingi ambazo tunatakiwa kuzipata sisi kama binadamu zinapatikana kwa urahisi. Asante sana Mwalimu Nicholas. Lakini pembeni yako namuona kijana wetu Kelvin aka MC Mboneke. Lakini kijana, unasemaje? Mambo yanaendaje? Na toka tuanze hii shughuli unajionaje hali yako? Lakini kuna changamoto yote au unataka kutuambia nini kwa namna ambavyo shughuli inakwenda? Changamoto hakuna. Piga makofi kwa ajili yake tafadhali. Anasema changamoto hakuna. Lakini ni nini? Unaona mambo yanaendaje? Hiyo anaita neema. Okay. Neema, sema neema juu ya neema. Neema juu ya neema. Lakini nikiangalia pembeni kidogo naona kuna crew ya vijana hapa. Namuona Frankie, namuona Msavi, namuona Petro, kijana ambaye kwa kweli ashamaliza mitihani yake na yupo mbioni kabisa kuondoka baada ya kumaliza mahafali ambayo naamini atakuwepo tarehe 12 kadiri ya ratiba ambavyo inasema. Petro, mpaka sasa nafikiri umekuwa miongoni mwa watu ambao unapenda sana swala la uimbaji, kuhudhuria vipindi vya dini kama kijana wa TMCS, Tanzania Movement for the Catholic Students, katika tawi letu la Tandala. Unataka kusema nini kwa ajili ya hao wenzako kwenye utume huu ambao tunaendelea kufanya? Vijana wawe na ushirikiano ili waendelee kupata fursa zingine za uinjilishaji ndani na nje ya chuo kama tunavyoendelea hivi sasa. Amina. Piga makofi kwa ajili ya Petro. Frankie, una jambo gani la kusema kwenye hilo? Jambo la kusema, tuendelee tu kumwombea heri na afya mwalimu wetu wa kwaya. Kwa kweli naamini tutafika mbali kwenye hilo. Na tumuombee vile uzima mfunzi wetu wa mlezi wetu. Naamini yote kwa yote tutafika mbali. Amina. Hekima, unasemaje? Uliyepewa hekima zako, mwenye hekima zake mjini, unasemaje? Kwanza kabisa mimi kwa nafasi hii nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu alikufikisha mahali hapa. Najua haikuwa rahisi kwa namna mlezi upambana kwa tunafika mahali hapa. Nadhani ni mlezi pekee ambaye umeweza kujituma zaidi ya 100% hadi kuunganisha na hii kazi tumefanya. Kwa hiyo jambo pia kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini pia tunazidi kuombea afya njema, uzidi kuwa bora kila siku ili tuweze kufika sehemu mbali zaidi ya hii. Amina. Nashukuru sana
Lakini kuna kijana mmoja hivi kijana mmoja ni kijana wa matengenezo, sijui anatengenezaga nini lakini katika hii kwaya bado sijui matengenezo yanaendelea au kuna jambo jingine. Passion, unasemaje katika hilo? Una jambo gani la kutuambia? Jambo la kusema ni kumshukuru Mwenyezi Mungu. Pili ni kuomba tu ushirikiano uzidi kuendelea kuwa mkubwa. Jambo la tatu kumshukuru mlezi wetu na mwalimu wetu wa kwaya. Waambie wakenua. Hivyo tunawaambia kwa Mungu wapate baraka na afya njema katika maisha yao ya kila siku. Hayo ni machache. Mimi ni Passion Matengenezo. Napenda kuwatakia siku njema. Asante. Kimsingi tumeongea mambo mengi sana na sijajitambulisha. Mimi ni mlezi lakini mwandishi wa habari wa kujitegemea. Naitwa Gemela Junior. Kwa kuzingatia hayo, tumeongea na wengi katika makundi tofauti, lakini tuna kijana wetu au tuna vijana wetu ambao bado hatujazungumza nao. Lakini kabla hatujaendea kwenye huyo kijana ambaye nataka sana azungumze, tuna msukuma mmoja. Hapa kuna msukuma wako wengi lakini hapa namtaja ni mmoja. Na nguo yake si mnaiona? Ni yeye tu peke yake, anafanania peke yake. Hao wengine hawa hapana, hata kama ni wasukuma, hapa namtaja mmoja tu ambaye nimemwona mmoja. Wasalaba. Kijana ambaye anajituma katika mengi na ni waziri maarufu pale chuoni katika mambo ya miradi. Hebu tunaomba useme neno katika hili jambo ambalo tunaendelea nalo kwenye jumuiya yetu ya Wakatoliki ya vijana ambayo ni ya TMCS Tandala. Una jambo gani la kusema katika mambo haya ya utume ambayo tunaendelea nayo? Karibu. Katika hili jambo linaloendelea, cha kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu. Naona anatenda kile ambacho tulikusudia kukifanya na anazidi kutenda saa hadi saa. Jambo hili naona ni zuri sana na linavutia, na litakuwa so jambo tu la maeneo ya huku Makete, litakuwa ni jambo la kidunia. Maana yake linashangaza watu, tumechangamka, vitu vingi vinafanyika hapa. Ya kwangu ni hayo. Asante sana kwa salaba. Lakini tunaye mtunza fedha wetu. Na mtunza fedha jamani, kila alipo mtunza fedha watu wanatoa tabasamu. Hebu tabasamu kwa mtunza fedha. Tabasamu kwa ajili ya mtunza fedha. Naomba tumsikie mtunza fedha wetu au mhasibu wetu Stanley. Yawezekana na jambo la kusema katika mambo mbalimbali ambayo anatenda kwenye nafasi yake, lakini kwa sababu leo tupo katika swala la uinjilishaji, tuna rekodi hizo nyimbo mbalimbali katika utume huu, ninaomba angalau aseme jambo. Karibu Stanley, kama una chochote cha kusema. Mimi kwa machache ya kuzungumza, kwanza kabisa napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu. Pia nashukuru walezi wetu kwa kutupa malezi bora. Naamini sisi kama vijana tumeweza kuimarika kiroho na kimwili. Lakini jambo la kipekee zaidi na linalovutia zaidi ni watu kufanya rekodi na kufanya shooting katika tawi la TMCS. Ni tawi pekee ambalo limefanya mengi makubwa katika chuo cha Walimu Tandala na mengi yatapendeza. Vijana hakika wameweka historia, hakika historia haitofutwa, na wala historia kama hii labda ije kukuzwa kwa ukubwa zaidi, lakini haitorudi chini, daima itakuwa mbele. Amina, nashukuru sana. Na katika mahubiri ya leo tulimsikiliza Father Mshobolozi akiwa anahubiri, alijaribu kutuambia kwamba tuwe kalamu katika mikono ya Mungu. Tuwe kalamu katika mikono ya Mungu. Historia yetu, historia ya ulimwengu huu, historia ya utume iandikwe kwa kutumia mikono yetu katika yale ambayo tunayafanya. Lakini kwa namna pekee nimemwona askari mwenye nyota zake, waziri wa ulinzi kutoka chuo cha Walimu Tandala, lakini ni miongoni mwa wale ambao wanajituma sana, na katika swala la kuimba hana masiala. Akimwona mwalimu anachelewa anamwambia mwalimu, aisee ni muda wa kuimba. Anamwambia mwalimu ni muda wa kuimba, mbona tunachelewa, tukaendelee na kazi. Gibson, hebu sema kitu katika haya yote yanayoendelea. Asante sana mwalimu. Kabla sijasema kitu, kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi hii hapa, lakini
Mungu kwanza amezidi kuimarisha ulinzi mahali hapa. Kama mnavyoniona ulinzi ni wa kutosha. Kwanza wote tuseme haleluya. Haleluya. Kama tunavyojua alipo Mungu ambaye inatuharibika. Zoezi hili hapa tumelianza toka Ijumaa. Zoezi lilikuwa kali sana. Ilianza mida ya usiku, na usiku ni usiku wa kiza, mambo mengi yanatokea, lakini kwa nguvu ya Mungu tuliyashinda. Lakini Mungu azidi kupambania, tumezidi kuyaona mengi ambayo Mungu azidi kupambana juu yetu. Tumerekodi mpaka sasa, tumebakiza takriban nyimbo chache mno kuweza kufikia tamati ya zoezi letu, na tunazidi kumtanguliza Mungu kwa kila juhudi ambayo tunazidi kupiga mbele, tukishirikiana na walezi wetu na walimu wetu na faza wetu Shoborozi. Asante sana. Asante sana. Ninawashukuru vijana wangu kwa kutoa yale ambayo yako moyoni mwenu, lakini yanaashiria wema, utukufu wa Mungu juu yetu. Nafikiri katika hayo basi Mungu azidi kutupigania, atutie afya njema, atufanikishe katika masomo yetu na malengo yetu, na wale ambao kwa namna moja au nyingine waliomba kupata nafasi za kazi, basi Mungu akazidi kuwapigania katika sadaka hii tunayoendelea kuitoa katika mambo haya ya uimbaji. Basi Bwana akatende, kila mmoja akamuone kwa kadiri ya mapenzi yake, kwa kadiri ya mapenzi yake. Basi wote tuseme amina. Amina.